Karibu Bukelebe TV. Jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV. Habari za wakati huu, karibu katika kipindi cha lesoni, na sasa tumeingia mwaka 2026 ambapo tutakuwa na somo linalobeba kichwa kinachosema kuunganisha mbingu na dunia, Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Na leo tunaenda kuangalia somo la siku ya Sabato mchana lenye kichwa kinachosema twaudhiwa bali hatuachwi. Tupo sasa katika robo ya kwanza kabisa na tupo katika somo la kwanza. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa neema ya uhai na kwa fursa hii ya kujifunza neno lako takatifu. Tunapofungua somo hili la Sabato mchana, tunaomba Roho Mtakatifu akae pamoja nasi. Tufungulie akili zetu ili tuelewe mapenzi yako, na mioyo yetu ipokee mafundisho yatakayotuimarisha katika imani. Bariki kila mmoja anayesikiliza na kusoma somo hili, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amina. Katika robo ya kwanza ya mwaka 2026, somo letu la kwanza linatukumbusha ukweli muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Majaribu hayakuepeki, lakini kuachwa na Mungu si sehemu ya safari ya uaminifu. Kichwa cha somo letu kinasema twaudhiwa bali hatuachwi. Kinatokana na uzoefu halisi wa watumishi wa Mungu waliopitia mateso, dhuluma na maumivu, lakini wakabaki imara kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao. Usomaji wetu mkuu wa Biblia kwa mpango, tunasoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 19. Sura inayotuonesha maisha ya Daudi alipokuwa akifuatwa ili auawe na mfalme Sauli. Daudi hakuwa amefanya kosa lolote, kinyume chake alikuwa mwaminifu, mtiifu na alikuwa chombo cha Mungu. Hata hivyo alitendewa kwa chuki, wivu na njama za mauaji. Hii inatufundisha kwamba kumtumikia Mungu hakumaanishi kutokukutana na mateso, bali kunamaanisha kuwa na uhakika wa ulinzi wa Mungu katikati ya mateso. Katika Samueli wa kwanza sura ya 19 na mstari wa kwanza, tunaona Sauli akitoa amri ya kumuua Daudi. Huu ni mfano wa wazi wa dhuluma, lakini Mungu hakumwacha Daudi. Alitumia Jonathan, rafiki wa kweli, kumwonya na kumsaidia Daudi kuponyoka. Hapa tunajifunza kwamba hata katika nyakati ngumu, Mungu hutumia watu, Mungu hutumia hali, na Mungu hutumia mazingira mbalimbali kutulinda. Huenda tusione njia mara moja, lakini mkono wa Mungu huwa kazini. Somo hili linatufundisha pia kwa maisha ya mtume Paulo katika Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 8 na mstari wa 9. Paulo anasema, twaudhiwa pande zote lakini hatuna shida. Twaona shaka lakini hatukati tamaa. Twaudhiwa lakini haturudiwi. Twaunganishwa lakini hatuangamii. Maneno haya yanaonyesha moyo wa Mkristo aliyekomaa kiimani. Paulo hakukanusha mateso, bali alisisitiza uwepo wa Mungu katikati ya mateso hayo. Paulo aliandika barua kwa Wafilipi na Wakolosai akiwa gerezani. Kwa macho ya kibinadamu, gereza ni mahali pa kushindwa, lakini kwa macho ya imani lilikuwa uwanja wa utumwe. Katika Wafilipi sura ya kwanza na mstari wa 12, Paulo anaeleza kuwa mambo yaliyompata yamesaidia kueneza injili zaidi. Huu ni mfano mzuri kwetu leo. Wakati mwingine Mungu huruhusu tupitie hali ngumu ili kupitia sisi wengine wapate kumjua Kristo. Mfano uliotolewa na mchungaji Mwadventista aliyefungwa kwa mashtaka ya uongo unatukumbusha kwamba historia ya Biblia inaendelea hata leo. Kama Paulo na Sila walivyomwimbia Mungu gerezani katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 na ule mstari wa 25, vivyo hivyo watumishi wa Mungu leo wanaweza kugeuza mateso kuwa madhabahu ya ibada. Hii inathibitisha fungu la kukariri.
ambalo linasema furahini katika Bwana siku zote, linatoka kitabu cha Wafilipi sura ya 4 na mstari wa 4. Furaha ya Mkristo haitegemei mazingira, bali inategemea uhusiano wake na Mungu. Kwa upande wetu leo, huenda hatufungwi gerezani, lakini tunapitia aina nyingine za maudhi, changamoto za kiuchumi, magonjwa, kukataliwa au dharau kwa sababu ya imani yetu. Somo hili linatualika tubadilishe mtazamo wetu. Badala ya kuuliza kwa nini mimi, tujiulize, Mungu unataka nifanye nini katika hali hii? Ndipo mateso yatakapogeuka kuwa ushuhuda. Kwa hiyo ujumbe mkuu wa somo hili ni kwamba Mungu hawaachi watu wake hata wanapokuwa katika hali ngumu zaidi. Kama Daudi hakuuawa, kama Paulo hakunyamazishwa, na kama Injili iliendelea hata gerezani, basi hata sisi tunaweza kuwa na uhakika kwamba safari yetu ipo mikononi mwa Mungu. Asante kwa kuendelea kufuata nasi katika somo hili letu la kwanza kabisa, katika robo ya kwanza kabisa, lenye kichwa kinachosema twaudhiwa bali hatuachwi. Niendelee kukaribisha kufuata nasi katika masomo yanayofuata. Kumbuka robo yetu ina kichwa kinachosema kuunganisha mbingu na dunia, Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa somo hili lenye kututia moyo. Tunakiri kwamba mara nyingi tunapitia maudhi, lakini leo umetukumbusha kwamba hatuachwi kamwe. Tusaidie tuwe waaminifu kama Daudi, jasiri kama Paulo, na wenye furaha katika Bwana hata katikati ya majaribu. Tunapomaliza somo hili, acha neno lako lizidi kuzaa matunda katika maisha yetu ya kila siku. Tunakuomba haya yote kwa jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina.